Hiyo gharama ni nini? Gharama ni kitu chochote ambacho unakisacrifice, unakihesabu kuwa hasara kwa ajili ya kitu kingine, si kwa sababu kile hakikuwa muhimu. Kilikuwa muhimu, lakini umuhimu umezidiana. Kwa tunaposema tuko tayari kulipa gharama, maanake ni kwamba tuko tayari kutoa muda, tuko tayari kutoa fedha, tuko tayari kuweka vipaumbele vyetu, tukasema tutaenda kama watu wa Yesu Kristo. Nipo tayari kulipa gharama. Wataalamu wa uchumi wanasema kuna matatizo matatu. Tatizo la kwanza katika uchumi ni tuzalishe nini. Tatizo la pili, tuzalishe kwa namna gani. Tatizo la tatu, tuzalishe kwa ajili nani. Kwa nini tunataka kujiuliza hayo maswali? Tunajiuliza maswali kwa sababu kwenye uchumi wanasema resources which we have are scarce. We have scarce resources to unlimited wants, unlimited needs. Kwa tuna mahitaji mengi ambayo hayawezi kutoshelezwa na rasilimali tulizonazo, kwa maana ya ardhi, kwa maana ya muda, masaa 24 kwa siku 365 na robo. Hauwezi ukasema niongezewe. Mtu mmoja kwenye Biblia anaonyeshwa ndiye mtu peke yake ambaye alisimamisha angalau jua. Yoshua akasema, jua simama na mwezi simama mpaka nitakapokuwa nimemaliza hii vita. Hiyo ilikuwa ni heshima ya ajabu mno ambayo Mungu aliashiria juu yake. Wengine wanasema pengine mwezi wa pili ambao una siku 28 na 29, pengine ndio siku ambazo Yoshua alisimamisha. Mimi sijui Yoshua alisimamisha jua akaliambia simama na wewe mwezi simama, sijui ilikuwa ni mwezi wangapi, lakini mwezi wa pili ndio mwezi ambao una siku 28 au siku 29, lakini masaa tulionayo yamehesabiwa 24, na kama usipoenda nayo, muda ni ukuta, ukishindana nao unafanyaje? Unaumia. Kwa tuna shida ya ardhi, tuna shida ya muda, tuna shida ya nguvu kazi, tuna shida ya mtaji, tuna shida ya watu kwa maana ya labor. Kwa hiyo hivi vitu vyote ambavyo ndizo resources ambazo zinatumika kuzalisha ni kidogo. Sasa kwenye uchumi wanasema, na kwa sababu kuna huo uhaba wa zana za kuzalishia, tunakabiliana na kitu kingine kinaitwa kuchagua. We have to make choice because we have limited resources. Kwa sababu hatuwezi kwenda na kila kitu, inabidi tufanye uchaguzi. Ili kusudi mchungaji Levina hawe hapa, hawezi kuwa Kyaka kwa wakati mmoja. Kwa hiyo vitu vya Kyaka amevisimamisha, amekuja kwenye kongamano, pesa inampita, wanaotoa kopi, wanaoprint, wanaonunua stationery hawezi kuuza. Sasa tunapokuja kwenye kufanya uchaguzi, ndipo ambapo tunaona nini? Gharama. Hiyo gharama ni nini? Gharama ni kitu chochote ambacho kina thamani ila unakiacha ili kusudi upate kitu kingine badala ya kile. Gharama ni kitu chochote ambacho unakisacrifice, unakihesabu kuwa hasara kwa ajili ya kitu kingine, si kwa sababu kile hakikuwa muhimu. Kilikuwa muhimu, lakini umuhimu umezidiana. Kwa tunaposema tuko tayari kulipa gharama, maanake ni kwamba tuko tayari kutoa muda, tuko tayari kutoa fedha, tuko tayari kuweka vipaumbele vyetu, tukasema tutaenda kama watu wa Yesu Kristo. Yesu anasema, kama mtu akitaka kuwa mwanafunzi wangu, ajitwishe msalaba wake kila siku, anifuate, awe tayari kulipa gharama. Kuna vitu tulipookoka tuliviacha, kuna vitu ambavyo vilikuwa na faida tukaviacha. Hatukuviacha kwa sababu havikuwa na faida, tuliviacha kwa sababu vilikuwa vina faida, ila tukaamua kufanyaje? Kuviacha.